mwimbaji wa kimataifa au wote na wimbi wote sisi manania Mungu alivoya Mungu sisi manania mimi mwimbaji wa mataifa. Mungu aliniambia kwa mwimbaji wa mataifa. Mungu alikwambia kama unalia ya kichungaji, wewe kwanza utumie kondoo kwenye hakuna mwenye unaona. Daudi alikuwa na mafuta ya kichungaji lakini alipita kuchunga kondoo. Akashunga muda ya Bwana pale. Akaelewa kwa mamina ikala porini, lakini mimi sina mafuta ya pori, niko na mafuta ya kuchunga watu. Watu wanaweza shindwa kuelewa kile Mungu aliweka juu yako leo. Usifanye vita nao. Wakati itakapotimia, wataamini kweli ni Mungu aliyefanya kile kitu kwako. Yesu hakufanya vita na watu pasipo mkatalaka, hapana. Mesali kuwa Golgotha, wapende wakasema kweli alikuwa mwana wa Mungu. Wakati anaelewa leo na manza una wakati wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwamba Daudi akaanza kuishi. Mungu alipoanza kuangalia akasema kama ucha mami na mtosha. Naenda kwenye somo yangu. Kitu yenye Mungu alitengeneza, Mungu akatengeneza kibali kwa mtu ambaye anaitwa Daudi. Ile kibali ni Mungu alitengeneza, akatosha maisha ya Daudi nafasi ambapo alikuwa. Akawenda akamwekalisha. Daudi salifika hapa, maneno ya kuongea yakabadilika. Neno lisikia. Kama nifanye huko wangu. Ayakuperimete kuongea maneno fulani. Usikuwaje haraka kuongea kila neno. Amen. Kuko nifongeza kuwa hapo. Ukaongea neno, ikafanya watu wakakusikia vibaya. Basi nifo yako yafika pale. Na nifo ikishapanda na maneno inapanda. Bwana Yesu asifiwe. Ukitaka ongea sakafa na mwalimu mwingine na huko kufendewa na kuchinja. Asiku taduaka pete sema. Basi kama ucha maana kwa kufendewa mwingine. Choma ni ongea maneno. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia maneno ya Daudi anazoongea wakati alikuwa kwenye ufalme, Mungu anamkasema ilikuwa tofauti na maneno alikuwa anaongea wakati alikuwa porini. Maneno alianza kuongea ilikuwa maneno yenye ilianza kuwa tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Wakiongea